Wale kivyole tunalitegemea, tunakushukuru, tunakuinua, tunasema ni asante. Tunainua jina lako, jina leo juu ya majina yote. Pokea sifa zote na upokea utukufu wote. Wale kivyole tunalitegemea, naomba wale wagonjwa waponye kwa sababu unaweza. Wale Mungu wetu na ni Baba yetu. Wale kivyole tunalitegemea, ni Mungu tufunike na damu ya Kristo Baba. Mungu tutenganishe na ajali Baba. Tulikuwa Baba tukufe kwa sababu za huruma zako Baba. Ulitulinda na ulitufunika na damu ya Yesu Kristo Baba. Bwana ombea service ya leo Baba. Ni mwomba Baba hii anointing tutapakwa. Kupitia hii anointing ufungue njia financial breakthrough. Njia zote zimefungana tumombo ufungue Baba. Wale kivile letu nalitegemea. Vile tuliingia hapa tutatoka vile tulikuwa. Tunaomba tutoke na malaika wako watatu Baba. Wale kivile letu nalitegemea. Ni mwomba malaika ulinzi barabarani. Wale wanasafiri Baba nimomba wafunike na damu ya Kristo. Nimekataa ajali barabarani Baba. Nimekataa roho tena nena katrina mapenzi yako. Wale kivile letu nalitegemea. Nimomba malaika wako watakatifu watawale katika kanisa. Nimomba watawale kona zote za kanisa Baba. Wale kivile letu nalitegemea Baba. Ninaombea wale wagonjwa, naombea mnenaji wa neno. Nimomba nene katrina mapenzi yako. Nimekataa pepo ya usingizi katika neno. Nimekataa roho yote itanena kadri na mapenzi yako Baba. Wani kivile letu nalitegemea. Ni mambo Baba malaika wako watakatifu watawale Baba. Ukitenda hiyo sifa zote utukufu wote ni wako. Katika jina la Yesu Kristo tumeona tatuamini. Amen. Amen. Makofi mazuri. Makofi mazuri kwa young pastor. Makofi mazuri. Makofi mazuri. Siupatie young pastor makofi mazuri. Asante. Pata nafasi ukalie kiti chako. Pata nafasi. Pata nafasi. Inua mikono yako juu ya kichwa chako sasa. Inua mikono yako juu ya kichwa. Tupatie Bwana Yesu Kristo sifa zote. Haya, sasa angalia jirani yako. Mwambie you are in the right place at the right time, serving the right God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nashukuru Mungu sana 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 kwa hii nafasi. Mungu apokee sifa zote kwa sababu ya huruma zake na kwa sababu yeye ni Mungu mwema. Sema amen. Nataka tuingie katika neno la Mwenyezi Mungu, the word of God this morning. Tutaingia katika neno la Mwenyezi Mungu. Nimeokoka, napenda Bwana Yesu kwa sababu ya kunipenda na kuniokoa. Huyu Kristo ni mwaminifu kwa kila jambo. Exodus chapter number 9. Exodus, the second book of the Bible, the second book. Exodus, Mwanzo, Kutoka, 9. Exodus chapter 9, verse number 10 and 11. Exodus chapter number 9, verse 10 and 11. Tukitoka hapo, tutaenda tusome the book of Esther. Esther, the same chapter number 9, verse 1. Esther 9, verse 1. Tutamalizia na kitabu cha Isaiah. Isaiah or Isaiah. Isaiah 37. Na tukifika hapo nitakuambia na Mungu atatubariki sana. Kama umefika Exodus 9, sema amen. Hiyo amen ya watu wako mbali. Kama uko Jesus Winner headquarters sema amen. Amen. Haya, Exodus 9 verse number 10. Naomba nisomewe. Exodus 9 verse 10. Exodus 9 verse 10. Na tusome. Basi wakachukua majivu kwenye tanuri na kusimama mbele ya Farao. Mose akayarusha hewani, nayo majipu yenye kufura yakatokea milini mwa watu na wanyama
na wanyama. 11. Waganga hawakuweza kusimama mbele ya Mose kwa sababu ya majivu yale yaliyokuwa milini mwao na juu ya mili ya Wamisri. Rudia hiyo 11 tafadhali mchungaji. 11. Waganga hawakuweza kusimama mbele ya Mose kwa sababu ya majivu yale yaliyokuwa milini mwao na juu ya mili ya Wamisri wote. Asanti. Esther chapter 9. Esther 9 verse 1. Esther 9 verse 1 inasema hivi. Esther 9 verse 1. Esther 9 verse 1. Esther, siku ya 13 ya mwezi wa 12, yani mwezi wa Adari, ilipofika, siku ambayo tangazo la mfalme lingetekelezwa, na maadui wa Wayahudi walitarajia kuwashinda Wayahudi, iligeuzwa kuwa siku ya ushindi kwa Wayahudi dhidi ya adui zao. Kitabu cha Isaiah, sema amen. Amen. Mchungaji atakifika hapo atatusomea baadaye Isaiah chapter 37. Nitampatia mstari na Mungu atatubariki sana. Angalia jirani yako, mwambie madhabahu ya maadui haitawatetea. Madhabahu ya maadui haitawatetea. Huyo hana imani, mwambie madhabahu ya maadui wako haitawatetea. Madhabahu ya maadui yako hayatawatetea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali tumesoma asubuhi ya leo kitabu cha kwanza, the book of Exodus, kitabu cha Kutoka mlango wa 9, mahali tumesomewa, asanti mchungaji, ni mahali ambapo Mose ametumwa na Mwenyezi Mungu. Sema amen. Ametumwa, ametoka katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, amepewa maagizo na ameambiwa vile ataenda aweze kuondoa Waisraeli mikononi mwa Farao, na ametumwa akiwa na lengo moja ama kusudi moja, la kuleta baraka, kuleta ufunuo, kuleta mabadiliko kwa maisha ya Waisraeli. Sema amina. Amen. Ametumwa na lengo Waisraeli waweze kukombolewa, kama vile hii madhabahu, kama vile neema iliyo mahali hapa, kama vile Mwenyezi Mungu ameweka mtumishi wake na watumishi walio mahali hapa, ili maisha yako na maisha yangu na maisha ya kila moja ikaweza kubadilika. Kama unaamini sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawezi kuwa hapa katika hii neema na maisha yako yakose kubadilika. Hawezi kuwa chini ya hii neema na unyenyekee na maisha yako yakose kubadilika. Mose akatumwa na Mwenyezi Mungu, akaenda, na wakati alitumwa na kitu inaitwa authority. Hakuenda tu akiwa yule Misri ambaye alikuwa nayo ndani yake. Hakuenda na umisri wakati alilelewa pale Misri. Alienda na mafuta ya Mwenyezi Mungu, alienda na mamlaka ya Mwenyezi Mungu, akaenda mbele ya Farao kama mtu ambaye si wa kawaida. Maana yule ambaye ametoka mbele yake sio Mungu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule Mungu ametoka mbele yake, the God whom he has come from his presence is not an ordinary God. Huyu Mungu ambaye ametoka kwake, kama vile wewe umekuja hapa chini ya hii neema, usione tu umekuja katika hizi kuta na katika haya madirisha, usione tu umekalia kiti kile umekalia, but understand that there is a grace that is above your life. Kuna neema inafunika maisha yako. Amen. Kuna Mungu ambaye ako mahali hapa na uwepo wake umejaa mahali hapa. Na ukiamini hauwezi ingia kwa nyumba ya Mungu na utoke na uwepo wako. You must come with the presence of the living God. Ukiingia mahali Mungu wako utatoka na uungu. Ukiingia mahali Mungu wako utatoka na nguvu za Mungu. Mose alienda kwa Mungu sio mara moja, sio mara mbili. Hawezi enda kwa Mungu kwa magoti, unanyenyekea kwa Mungu siku baada ya siku, and your life remains the same. Hawezi tafuta Mungu kuanzia Monday mpaka Jumapili, kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hawezi kuwa unafunga na unaomba
unatolea Mungu sadaka, huo unatolea na maisha yako yabakie vile. Mose alienda kwa Mungu akatoka na upako. Alienda kwa Mungu akiwa mzee ambaye anachunga kondoo. Akawachiliwa kipawa cha kuchunga watu. Alikuwa anachunga kondoo za Jethro. Lakini alipokutana na Jehova akawachiliwa kipawa cha kuchunga watu. Akaachiliwa neema ya kuchunga watu. Akawachiliwa nguvu ya kuchunga watu. Akawachiliwa upako wa kuchunga watu. Akatumwa na huyo Mwenyezi Mungu. Kama vile nimetumwa leo na Mungu nikwambie, madhabahu ya maadui wako haitawatetea. Madhabahu ya maadui wako, ile madhabahu wanategemea, hiyo madhabahu haitawatetea. Hiyo madhabahu haitaongea tena juu ya maisha yao. Kwa sababu uko chini ya mkono wa Jehova. Na mkono wa Jehova unainuliwa siku ya leo. Mose akaenda mbele ya Bwana. Na Jehova akamwambia kila wakati ya kwamba usiogope, enda uambie Waisraeli ya kwamba kukombolewa, wanaenda kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mose akaenda mbele ya Farao. Ametumwa na kipawa na upako na miujiza. Akaenda, na ukisoma hapo juzi ya kusomea sura ya 7, alipoenda na akaangusha ile fimbo yake mara ya kwanza. Fimbo ilipoangushwa ikakuwa ni nyoka. Naye Farao akaita wachawi wake. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mahali Mungu hayuko, shetani anatawala. Kama sio Mungu unatolea, shetani anatolewa. Sasa Mose amekuja na Mungu wake. Mungu wake amemwambia angusha hiyo fimbo. Fimbo kuangushwa hivi ikakuwa ni nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Ikabadilika ikakuwa ni nyoka. Naye Farao akaita wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanajua na wanaelewa kuna mahali unaenda. Kuna watu wanajua kuna mahali huwa unatabiriwa na mambo yako yanaenda vizuri. Kuna watu wanajua kuna destiny ambayo iko mbele yako. Kuna watu wanajua maisha yako si ya kawaida. Kuna watu wanajua kuna mahali unaenda. Kuna watu wanajua kuna baraka ziko mbele yako. Na hao watu ndio wanakuendea kinyume kinyume. Mose ameangusha fimbo yake, imekuwa nyoka. Farao akaita wachawi wake. Bwana Yesu asifiwe. Akaita wachawi wafanye sarakasi zao. Wachawi wakakuja na fimbo zao, wakaangusha fimbo yao chini. Hata fimbo zao zikakuwa ni nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wanaonekana wako na kanguvu, lakini hiyo nguvu sio kitu mbele ya Jehova. Kuna watu wanaonekana kuna mahali wanaenda, lakini hakuna mahali wanaenda. Wewe ndiye Mungu anakupeleka kiwango kingine. Kuna watu wanajifanya wanajipiga. Kuna watu wanaonekana wako na sauti kubwa, lakini wewe ndiye Mungu ako na haja na wewe. Hata kama wameangusha fimbo zao na zao zinabadilika kuwa nyoka, wewe simama pamoja na Jehova. Hata kama wameangusha yao na yao imeanza kutembea tembea, usikuwe na uoga. Aliye pamoja na wewe, he is greater than anyone else. Yule Mungu ako pamoja na wewe, ni mkubwa kuliko wengine. Usiogope my brother, kwa sababu umeona uchawi ikitembea. Mose ameangusha yake, wachawi waangushe yake. Sasa hapa ni Mungu wa Mose ajulikane. Hapa ni Mungu wa Mose aitwe Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Usinikatie my brother please. Kevin, usinikatie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kulazima kutajulikana. Lazima ijulikane ya kwamba kuna Mungu ambaye ako mahali hapa. Na ya kwamba kuna Mungu aliye uhai. Na Mungu wa baba yangu huwa habahatishi. The God of this altar. The God who is in heaven. The God who began this good work. Lazima itajulikana ya kwamba kuna Mungu aliye mbinguni. Wameangusha yao. Sio mchawi moja. Mose ujue ako na mafuta. Mose ameangusha fimbo moja, ameidiwa kikundi cha watu. Mose hajaitiwa mchawi moja. Ile mafuta ako nayo si mchawi moja. Mchawi moja haizani na Mose. Anaitiwa kikundi cha wachawi. Anaitiwa wachawi wa kadhaa. Wachawi 7 wamesimama mbele ya Mose. Ile mafuta iko ndani yako si ya kuchezewa. Ile level unatembea nayo my sister, hiyo mafuta si ya kuchezewa. Ile neema iko ndani yako, sio neema ya
kuchezewa. The God of your father. Yes. Kwa pamoja na wewe. Mwambie jirani yako, the God of my father. The God of my father. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Huyo labda hajasikia vizuri. Mwambie vizuri, the God of my father. The God of my father. Huyo hapendi baba yako. Angalia huyo mwingine, mwambie the God of my father. Sema na Kikuyu. Kaiwa baba wito. Kaiwa baba wito. Mungu wa baba yetu. Hallelujah. The God of your father. Yes. Wewe ndio kwa sababu unaona vita imekuwa nyingi, sio kwa sababu ya kitu kingine. Ile neema iko juu ya maisha yako. Ile nyota ina shine juu yako. Mafuta ile iko juu yako. Mafuta ile iko mbele yako. Kibali unatembea nayo. Sio mtu mmoja anawezana nayo. Ni watu kadhaa wanapigana na wewe. Lakini the God of your father anasimama pamoja na wewe. The God of your father. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The God of your father. Ako pamoja na wewe. The God of your father. Bwana Yesu asifiwe. Kaiwa baba wito. Mungu wa baba yetu. Kaiwa baba wito. Mungu wa baba yako. Mungu wa baba yangu. Ndio. Wachawi wameitwa. Mose yako hapo. Unajua kwa sababu sasa Mose yako upande huu. Na wao wako ile upande. Wameangusha fimbo zao. Nyoka zikatokea. Mose ameangusha yake. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Kaangusha yake. Nyoka ikatokea pia. Bwana Yesu asifiwe. Wasikuogopeshe. Hata kama wanatumia nguvu gani. My sister, usiogope. Hata kama wanapayuka payuka. Hakuna mahali wanaenda. Hata kama wanaruka ruka. Hakuna mahali wanaenda. Hata kama wanaongea hakuna mahali wanaenda. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ndio. Wanaongea juu hawana kitu. Hawana kitu dadi. Hawana. Wanaongea kwa sababu hawana kitu. Lakini wewe kuna mahali unaenda. There is somewhere that God is taking you. Hauendi Korogosho. Hauendi Nyeri kwetu. Hauendi Nanyuki Matanga. Unapelekwa kwa baraka zako. Kuna baraka unaingizwa. Kuna level unapelekwa. Kuna kibali inawachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Atuendi Kaprong. Atuendi Kaplong. Atuendi huko. Atuendi Tigania. Atuendi Igoji. Atuendi kwa Pastor Modune. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako, God is taking me somewhere. Ananipeleka mahali. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mungu anakupeleka mahali. Kuna mahali unapelekwa. Na ndio maana vita vimechacha sana. But the God of your father ako pamoja na wewe. Mungu wa baba yako ako hapo karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Usikuwe na uoga na usikuwe na wasiwasi na usiingie baridi. Simama imara. Ongea sawa sawa. Vaa vizuri. Fanya kazi yako vizuri kwa sababu the God of your father ako pamoja na wewe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mose ameangusha yake. Akaitiwa wachawi kama 7 waangushe yao. Na wale wachawi Mose anaitiwa sio wachawi wa experience ya siku kadhaa. Hawa ni wachawi wako na experience. Hawa ni watu wanajulikana, akiroga huwa inarogeka. Hajaitiwa watu wa nasari. Mose hana mafuta ya nasari. Mose yako kule juu kabisa. Sasa wale wamekuja na yeye, wale wamekuja kupambana na yeye. Ni watu wako na experience za madhabahu zao. Wanajua madhabahu yao huwa inaongea. Lakini hawajajua Mungu wa Mose. Hawajajua kile Mose anabeba. Hawajajua kile kilicho ndani ya Mose. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unajua nashukuru Mungu. Mungu alichagua Mose kwa sababu alikuwa kigugumizi. Kwa sababu Mungu alitaka kutufundisha ya kwamba sio kwa kuongea sana. Yule mzee Mose sio mzee wa kuongea. Lakini akinyamaza yale mambo yatatendeka. Kwa kunyamaza kwake ile nguvu itatembea. Ile upako itashuka. Ile kibali
wakawachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Akawachilia ikakuwa nyoka. Wakawachilia zikakuwa nyoka. Lakini Mungu wa Mose, nyoka ama fimbo ya Mose ikaanza kukula nyoka moja baada ya zingine. Ikaanza kukula, ikaanza kuzikula. Bwana Yesu asifiwe. My sister, my brother, tukakuwa na utofauti. Hallelujah. There will be a distinction. Nasema huu mwaka wa 2026 vile tumeingia sasa, there will be a distinction. Kutakuwa na utofauti sasa. Nasema kutakuwa na utofauti. Lazima Mungu wa Mose ajulikane. There will be a distinction. Kutakuwa na utofauti. Bwana Yesu asifiwe. Fimbo ya Mose ikameza zote zingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wachawi wa Misri hawakuchoka. Hallelujah. Keti chini, tumeanzia ni introduction. Tuko introduction. Tunakula appetite, tuko appetizer, hatujaingia kwa nyama. Hizi ni matunda. Tunaingia kwa nyama, kakuku. Tunakula vizuri leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa Mose, wachawi hao walikuwa ukisoma hapo juu, baada ya hiyo Mose alipotumwa kwenda kubadilisha maji ya kuwe damu, bado wale wachawi wakakuja, wakafanya vile vile, wakageuza, wakabadilisha maji pia kukuwa damu. Bwana Yesu asifiwe. Wakafanya the same thing, wakarudia tu vile Mose amefanya. Kuna watu ambao wamekuwa kikutumia uchawi. Na hiyo uchawi imekuwa ikikusumbua na imekuwa ikikutetemesha. Lakini nimekuja kukuhakikishia siku ya leo that God is raising a new standard. God is raising a new standard. Kuna kiwango inainuliwa siku ya leo. Kuna kiwango unaenda kuinuliwa. Kiwango unainuliwa Jumapili ya leo. Unaondolewa kiwango hiyo. Hiyo kiwango ya kuroga. Hiyo kiwango ya kuchunguzwa. Hiyo kiwango unaondoka. Ambia jirani yako ninaondoka. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakabadilisha maji yakakuwa bado ni damu. Yaani kile Mose anafanya na wao pia wanafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yaani ukienda kupokea baraka wanafunga njia za baraka, kwa sababu wanajua kuna kitu umeambiwa. Ukienda kupokea gari, ukienda kujikusanya kupata pesa inachukuliwa. Unakosa kununua baraka zako, unakosa kuingia kwa baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Mose akifanya, wachawi wa Farao wanafanya. Hallelujah. Walikuwa na mazoea, ilikuwa ni mazoea. Lakini watajua dadi. Hawajui. Watajua hawajui. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mahali tumesomewa chapter 9. Ikafika mahali sasa Mwenyezi Mungu akachoshwa na hao wachawi. Ile pigo aliwachilia sasa. Ile kiboko Mungu aliwachilia. The Bible says akaambia Mose aende achukue majibu ayapulize kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. This man of God akachukua tu majivu, akapuliza kwa hewa mahali alikuwa akapuliza. Hallelujah. Wakati alipuliza, the Bible says ya kwamba ile nguvu ilitembea kona zote za Misri. Hata wale wachawi ambao walikuwa wanaroga, wale wachawi walikuwa wanainuka, Mose akiinuka. Mose akienda mbele ya Farao wako mahali pale pia kukanusha. Mose akienda kufanya na wao wanafanya yao. Mose akitabiri na wao wanatabiri yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo pigo Mwenyezi Mungu aliwapiga. The Bible says aliwapiga mpaka wale wachawi hawakuweza kuamka. Hawakuweza kuamka my brother. Hata wenyewe walishikwa na majibu. Hayo majibu. My brother, my sister, ile kiboko Mungu anakuja kuachilia kwao. Ile kiboko anaenda kuachilia. Hawataweza kuamka tena. Nasema ile kiboko inaenda kuinuliwa. Ile mkono unaenda kuinuliwa leo. Jehova akikupigania, ule mkono utainuliwa sasa. Ule mkono utainuliwa. Nakwambia maadui wako, madhabahu yao haitawatetea. Hata kama wametoa dhabihu ngapi, madhabahu yao haitawatetea. Hata kama wametoa kafara ngapi, madhabahu yao haitawatetea. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Walipigwa wakalala sawa. Wote wakalala.
hakuna hata mchawi moja aliweza kuamka. Ndio. Hakuna hata moja aliinuka. Yes. Mose akainuliwa, ikabakia ni Mose anaongea peke yake. Ndio. Ikabakia ni Mose sauti yake peke yake inasikika. Ndio. Kile Mungu anakuja kukufanyia my sister, yes. My brother, kile Mungu anakuja kukufanyia, yes. Itajulikana that you serve the living God. Yes. Itajulikana yu Mungu wako wako uhai. Yes. Itajulikana madhabahu unatumikia iko uhai. Yes. Kutakuwa na utofauti sasa. Yes. Nimekuja kukuambia Jehova anakuinua kiwango. Yes. Anakuinua siku ya leo. Yes. Sikwambii mambo ya next Sunday, nakwambia siku ya leo God will raise a new level. Yes. Unainuliwa siku ya leo. Yes. There is a level unainuliwa. Yes. Kuna kiwango unainuliwa. Yes. There is a standard unainuliwa. Yes. Juu ya maisha yako my brother. Yes. Wale wamekuwa wakikupiga. Yes. From today utawatafuta, hawataonekana. Yes. 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 Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mose ikabakia ni sauti yake peke yake inaongea. Ndio. Unajua kuna watu huo wanaongea, ukienda kuongea kuna sauti zinaongea pale kando. Ndio. Kuna sauti zingine zinafunga njia zako. Ndio. Kuna sauti zingine zinaongea kinyume. Ndio. Ukiambiwa baraka kuna sauti pale watu wanaomba maombi mabaya. Yes. Lakini nimekuja kukuambia my brother, that from today there will be a difference. Yes. Kuanzia leo kutakuwa na utofauti. Yeah. Nasema kutakuwa na utofauti kwa maisha yako. Yeah. Yule ambaye amekuwa akikupinga, yes. Nakwambia hizo dhabihu zao, yes. Na madhabahu yao haitawatetea. Yeah. Nasema kutoka Jesus Winner Ministry, yes. Madhabahu ya maadui wetu, yes. Haitawatetea tena. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lazima wajue kuna tofauti ya Madhege na watu ya Shiga. Lazima wajue dad, kuna tofauti yangu na watu wa Kariko. Wa Kariko. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kutakuwa na utofauti. Tofauti kubwa. Yeah. Sio kidogo my brother Thiongo. Yeah. Sio kidogo my brother. Yeah. Kutakuwa na utofauti kubwa. Yes. Madhabahu itaongea. Madhabahu lazima itaongea. Yes. Na yako ikiongea yao inanyamazishwa. Ndio. Hakuwezi kuwa na sauti mbili zinaongea. Yeah. Lazima kubakie sauti moja. Yes. Hakuwezi kuwa na sauti mbili. Lazima sauti ibakie moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Lazima kutakuwa na utofauti. Ndio. There will be a difference. Yeah. Wale wachawi wakapigwa na majibu. Ndio. Wakapata majibu hata wao. Yes. This time round hawatatorokea. Kile Mungu anaenda kuachilia. Yeah. Kile Mungu anaenda kufanya. Yeah. Mose ilibaki anauliza wako wapi wale wachawi? Akaambiwa hata wao ile kiboko ya Jehova imewakuta sawa sawa. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Kile Mungu anakuja kukufanyia, hautaamini my brother. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Esther, niko kitabu cha pili sasa. Kile Mungu anakuja kukufanyia. Esther. Ile madhabahu unasimamia ni madhabahu iko uhai. Ndio. Hakuna kitu cha Mungu huwa kinakufa. There is nothing that belongs to God that is dead. Yes. Everything concerning God is alive. Ndio. Kila kitu kinahusiana na Mungu kina uhai. Ndio. Na hii madhabahu iko na uhai. Yes. Neema iko hapa iko na uhai. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. My brother, my sister, juu uko mahali panafaa. Ndio. Sijui ni nani hawa wanakuinukia. Sijui ni nani hawa wanakupinga. Sijui ni nguvu gani wanatumia. Lakini nimekuja kukuambia uko mahali panafaa. Ndio. Kitabu cha Esther sura ya 9. Esther. Ni mahali ambapo kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa Hamani. Kulikuwa na mfalme alikuwa anaitwa Ahasuero, lakini chini yake kulikuwa na mzee anaitwa Hamani. Na Hamani alikuwa adui ya Wayahudi. Sema amen. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa adui yao, hakutaka kuona wakiendelea kwa sababu ya wivu, na hakutaka tu kuona hili kabila likiweza kuinuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Katika ufalme wa Ahasuero kulikuwa na mataifa mengi na makabila mengi. Kulikuwa na watu wa kila aina na tabaka. Lakini Hamani alichagua tu hawa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kulikuwa na mzee anaitwa Mordekai.
Na Mordekai alipenda sana Mungu wake. Alipenda huyo Mungu wa Wayahudi. Yes. Na Hamani akaona wivu kwa kupitia Mordekai. Akapanga njama na akapanga wakati na siku. Akajua ya kwamba huyu Mordekai ametoka kutoka taifa fulani, kabila fulani, watu wa aina fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alitaka kumuangamiza. Haleluya. Amina. Ambia jirani yako kuna mahali Reva naenda. Kuna mahali tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mahali tunaenda. Ambia jirani yako kuna mahali tunaenda. Kuna mahali tunaenda. Hamani akapanga mabaya juu ya Wayahudi. Akapanga atawaangamiza. Akaita kikao na akakalia kikao chake. Akapanga ya kwamba katikati ya watu wote huyu mtu mmoja na kupitia yeye hilo kabila lake lote nitaliangamiza. Kama vile kuna mtu ambaye, my brother, my sister, anatafuta maisha yako sana. Anatafuta mtoto wako sana. Anatafuta kazi yako, biashara yako sana. Kuna mtu ambaye ako nyuma yako anang'ang'ana na wewe sana. Kuna mtu amekupangia na amekukalia kikao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hamani akaketi chini na kupanga kikao. Akapanga kwa sababu ni mfalme mkubwa, mfalme. He is a king, akona kila ufalme. Akona utajiri wote. Yes. Na zaidi ya kupangia hawa Wayahudi, akapanga na akawatolea dhabihu ya kuwamaliza. Unajua akapanga na akawatolea dhabihu, akasema nitatoa pesa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kuna watu, my sister, my brother, nisikilize. Kuna watu wanakimbishana na wewe na wako na nguvu sana kukuliko. Sana. Hata utajiri wako nayo kukuliko. But remember one thing, that the God of your father is just here. Yes. The God of your father. Yes. Ako karibu na wewe. Hamani alikuwa na power, alikuwa na authority, alikuwa na utajiri. Na usicheze na mtu kama huyo. Akona mambo hayo makubwa. Amewapangia kikao. Akapanga mwezi fulani na siku fulani lazima wewe kazi yako itaisha. Akapanga siku fulani na wakati fulani lazima ajali itapatikana. Akapanga siku fulani na wakati fulani hiyo mimba itakuwa na miscarriage. Huyo ni Hamani ambaye huwa anapanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akapanga siku, imagine, akapanga mwezi fulani na tarehe fulani. This man was so specific. Yani ni yule adui anakupangia mpaka masaa, anasema masaa fulani lazima kazi yake ikwishe. Masaa fulani lazima apatikane na jambo mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Akatoa hata dhabihu ya kusukumia hilo jambo. Wayahudi wote wamalizwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini nimekuja kukuambia habari njema siku ya leo. Wayahudi walikuwa ni watu wachache katika hiyo ufalme. Walikuwa ni watu wadogo, watu wachache, hawakukuwa watu wengi sana. Lakini yule anawapinga ako na nguvu sana. Lakini yule Mungu wa baba yao, the God of their father, alikuwa pamoja na wao katika hiyo hali. Najua uko katika hali hauwezi jipigania. Najua uko kwa vita hata ujui utatoka aje. Najua uko kwa giza ile imeshikamana. Najua hata ujui njia itapatikana wapi. Najua hata hauna matumaini ya baadaye. But I have come to tell you, my sister, my brother, that God is making a way. Mungu anatengeneza njia. Mahali ambapo hakuna njia, kuna njia inapatikana. Kuna msaada unapatikana. Hamani ameapa, amepanga na amepangika. Imekuwa sasa ni kitu lazima itatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Akapangia hao watu wote Wayahudi lazima watakufa. Reverend, salimia watu ya nje. Watu ya nje wako nje. Watu wa nje, Bwana Yesu asifiwe. Wasalimia, inua mikono juu watu ya nje. Watu wa nje. Wewe peleka wacha wasalimiane. Wacha wasikie vizuri. Watu wa nje. Wacha wafurahi wasalimie kabisa. Kabisa wasalimia watu ya nje. Wonderful. Watu ya nje. Watu wa nje, makofi. Makofi mazuri. Thank you. Thank you so much. God bless. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakapanga lazima watawamaliza. Mwezi na tarehe na masaa imepangwa juu ya maisha yako. Sasa siongei kuhusu ya Hamani wa Biblia. Huyo Hamani alikufa. Lakini kuna Hamani mwingine anakufuata maisha yako. Kuna Hamani mwingine amekuapia. Kuna Hamani mwingine amepanga mipango na imepangika. Amekuwekea hata masaa, amekupangia hata masaa.
masaa. Bwana Yesu asifiwe. Amekutolea hata dhabihu, njia zako zikwishe na wewe peke yako ukwishe. Amesema hautamaliza huu mwaka. But I have come with a different story. Nimekuja na ujumbe mpya kutoka kwa Jehova. Nikwambie that God this beautiful morning atainua mkono wake juu ya maisha yako. Jehova atainua mkono wake siku ya leo. Haijalishi kile umepangiwa, haijalishi imepangwa na imepangika, haijalishi wameketi na imeandikwa. Jehova siku ya leo kuna mkono anainua juu ya maisha yako. Kuna mkono unainuliwa Jumapili ya leo. God anainua mkono yake siku ya leo. Hamani akapanga watakufa, na akatoa dhabihu sio kidogo. Akatoa dhabihu hata Wayahudi wote washikane hawawezi kutoa hiyo dhabihu. Hata yani wewe na familia yako na jamii yako na kijiji ya kwenu, hata mkishikana na mkusanyike hamwezi toa hiyo dhabihu. Kwa sababu yule anatoa ako na nguvu sana. Yule ametoa, yule ameapa ako na nguvu sana. But the God of your father, Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu wa baba yako ako pamoja na wewe. The God of your father ako pamoja na wewe. Najua kuanzia Januari mpaka leo kuna mtu amekuwa katika vita. Najua kuanzia Januari mpaka leo kuna mtu amekuwa na mikosi. Kuna mtu amekuwa na fitina. Kuna mtu amefuatwa na mabaya. Lakini ninakwambia kuanzia leo there will be a difference. Kutakuwa na utofauti. Kutakuwa na utofauti. Kuanzia siku ya leo kutakuwa na utofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kabisa. Dadi lazima kuwe na utofauti. Kabisa. There will be a distinction. Hamani akapanga na ikapangika. Akapangia Wayahudi wote lazima wakufe. Na kwa sababu yeye ni mfalme ikakuwa ni lazima itatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ile kitu Hamani hajui, ile kitu Hamani wako hajui, ni yule Mungu wa baba yako ako nyuma yako. Amen. Ni yule Mungu wa baba yako ako pamoja na wewe. Hallelujah. Amen. Hamani amepanga yake na sijakataa. Wacha amepanga yake na ni ukweli. Hata kusikia pengine imesikika. Hata kuandikwa imeandikwa. Hata kuomba pengine wameenda kuomba. Hiyo yote isikushtue. Kile kimefanyika isikushtue. Kile wameandika isikushtue. Kile wameenda kufanya isikuogopeshe. But the God of your father, nataka uinue imani yako siku ya leo. That the God of my father atasimama na wewe. The God of this altar atasimama na wewe my brother. Hata kama hauna hizo pesa, the God of your father atasimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe. My brother, wacha kulala na ninaongea na microphone. The God of your father atakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Korogo. Ni korogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu soma kwa miguu yako kidogo. Soma kidogo. Makofi. Thank you John. Asante. Kalia kiti chako sasa. Ukifanya John aipe kidogo. Aimbe kidogo. Haya John imba kidogo. Watu ya chua kaa chini. Watu ya chua kaa chini. Watu ya chua keti. Yate Israeli nilia makinyile. Makofi. Jordani na Mariga. Kashakira Joshua waiga. Ule aderui gatagati. Nasiosia nasia nyuige kamuria. Kira yatumire muriane. Mugasira nekeririkano. Korea makuriwe ukomoini. Ukoko Jehova kuiraini. Mawembe mothe marugamaga. Uwana makombe ikarugama. Siathikire guoko kwa Ngai. 1, 2, 3. Asante. Endelea. Bwana Yesu asifiwe.
Kupanga wamepanga. Na kupangika imepangika. Hata kuomba wameomba. Hata kubadilisha wamebadilisha, wameenda kwa milima na kila mahali. Hata kwa vitabu vimeandikwa. Hata wameingia kwa mashimo. Hata nguo wamebadilisha, wanavaa upside down. Wamefanya sarakasi zote. Lakini nimekuja kukuambia siku ya leo, the God of your father anaenda kujulikana sasa. Yule Mungu wa baba yako, yule ambaye alikuleta kwa hii madhabahu, yule ambaye amekuokoa, yule ambaye amekupatia uhai, that same God anaenda kusimama na wewe siku ya leo. Kuanzia siku ya leo, the God of your father anaenda kuleta utofauti. Unaenda kuwa na utofauti. Haijalishi wametoa nini, haijalishi wameongea nini, lakini Mungu wa baba yako anaenda kukutetea. The God of our father. Bwana Yesu asifiwe. Akapanga mwezi fulani na siku fulani, ya kwamba hiyo siku lazima jambo mbaya litatendeka. Akawapangia kitu inaitwa kifo. That to die they must die. Lakini nashukuru Jehova ambaye alinyamaza mpaka hiyo siku. Alinyamaza. Ilikuwa kama miezi kama 4. Ilikuwa miezi 6. Ilikuwa miezi 6 kutoka wakati Hamani alipanga mpaka hiyo siku sasa itimie. 6 good months. Ndio kile ambacho walikuwa wamepanga sasa iweze kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hiyo siku ilipofika, Mungu anaweza kuwa anaonekana amenyamaza na hakuna kitu amefanya. Lakini my sister, just wait my brother. Just wait my brother. Usiharakishe Mungu. Wacha Mungu akuje kwa wakati wake. Wacha kuharakisha Jehova. Wacha Jehova akuje kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Hamani amepanga na imepangika. Na Mungu hajaongea hata jambo lolote. Inaonekana ni ukweli inaenda kutimia. Inaonekana ni ukweli mipango yake inaenda kutendeka. Inaonekana ni ukweli hii kazi inaenda kuisha. Inaonekana ni ukweli huyu mtoto ni kama hata maliza masomo. Inaonekana ni ukweli hii biashara inaonekana haikuna mahali inaenda. Inaonekana ni ukweli. But just wait my brother. Kile Jehova anakuja kukufanyia, just wait. Kile Jehova anakuja kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Hamani akapanga hiyo siku. That same day. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo siku Hamani alipanga tarehe ya 13, siku kama ya jana. That same day Hamani alipanga. Jehova mwenyewe akakuja. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says in Esther chapter 9 verse 1. Hiyo siku ambayo Hamani alikuwa amepanga, sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo siku Hamani alikuwa amepanga. Hiyo siku Mwenyezi Mungu akabadilisha mambo. Akabadilisha kila kitu. Akabadilisha, akageuza hiyo meza. Akabadilisha hiyo kafara. Akabadilisha hizo dhabihu. Akabadilisha hiyo madhabahu. Akabadilisha hiyo nia mbaya. Akabadilisha hayo malengo yake. Hiyo kifo Hamani alikuwa amepanga. Hiyo mishale alikuwa amewatumia. That same day Jehova akainua Wayahudi, akawainua juu, akawapatia kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu wako hapa Jesus winner. Ninakuambia kuanzia siku ya leo, hiyo siku ambayo umepangiwa kuwaibishwa na kufedheheshwa, that same day ngojea supernatural promotion. A supernatural promotion. Hiyo siku wamekupangia. Hiyo siku wamekutayarishia. Hiyo siku imeandikwa. Hiyo siku imetayarishwa. Jehova mwenyewe anaingilia katikati. Bwana Yesu asifiwe. Sio siku ingine. That same day Hamani alikuwa amepanga, my brother Mogambi. That same day alikuwa amewapangia. Hiyo siku alikuwa amewapangia. That same day my brother, ambaye umepangiwa kupatikana aibu, nimekuhakikishia siku ya leo ya kwamba Jehova anabadilisha.
Jehova anakubadilishia. Hiyo aibu imepangwa. Wamekupangia, wamekuita mkutano, wanaenda kukufuta kazi. Ninakwambia my sister, my brother, kama sio hiyo kazi utarudi, ile mlango utafunguliwa. The door that will be opened, hakuna mwanadamu atazuia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ile mlango Jehova atakufungulia. My God. Kile Mungu atakufanyia, ile level utainuliwa. Haleluya. Usijalishwe na dhabihu zao. Usijalishwe ati ameenda kukufungia siku 100. Usijalishwe ameingia kwa mashimo. Hapana, Mungu wa baba yako anabadilisha mambo yote. Anabadilisha kila jambo. Anabadilisha yote. Anabadilisha kila kitu. Chochote kimeandikwa inabadilishwa siku ya leo. Chochote wamefanya inabadilishwa siku ya leo. Chochote wameandika inabadilishwa leo. Ambia watu wawili, inabadilishwa. Haleluya. Usijali yako na nguvu kiasi gani. Nataka utembee na Mungu wa hii madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Vile umeingia na ile milango siku ya leo, ukiamini hili neno siku ya leo, hautatoka ukiwa mwanadada wa kawaida. Hautatoka ukiwa mwanaume wa kawaida. Unatoka na upako wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. God will do something extraordinary. Bwana Yesu asifiwe. Hamani amepanga yake. Lakini kile Mungu amekupangia, kile Mungu amepanga juu ya hii madhabahu, kile Mungu amepanga juu ya wachungaji, kile Mungu amepanga juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jehova anaenda kukuinua from one level to another level. Bwana Yesu asifiwe. Wachana na wale wanakusumbua, wanakukimbisha kwa haraka. Hiyo mbio yao Jehova anakimbishana na wao leo. Jehova anakimbishana na wao. Wale wanapenduana na wewe, Jehova anapenduana na wao. Wale wanakuendea, Jehova anainuka leo. Wale wanakuombea mabaya, Jehova anainuka leo. Kama unaamini sema niko hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope hata kidogo. Na wale ambao wamekuendea, na wale wanakupiga vita baridi, wanakuinukia kwa kazi yako, wanakupiga kwa nyumba unaishi. My brother, my sister, usiogope hata kidogo. The God of your father, the God of your father anaenda kusimama leo. The God of your father anaonekana leo. The God. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa baba yako, Mungu wa baba yetu anaenda kusimama leo. Ninakuhakikishia my sister, madhabahu yao haitawatetea. Madhabahu yao haitawatetea. Kile wanatoa haitaongea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mali imefika, the God of your father anaenda kuonekana. My sister, my brother, najua haujakuwa ukilala vizuri. Najua haujakuwa ukipata usingizi mzuri. But get these words from Pasi. Ya kwamba from today utalala sawa sawa. The God of your father anaenda kujionyesha. The God of your father anaenda kujitokeza. Bwana Yesu asifiwe. Kunaenda kukuwa na mabadiliko. Wazee wa kanisa, lazima kuwe na mabadiliko kabisa. There must be a difference. Wamama wa kanisa, lazima kutakuwa na utofauti. Lazima kuwe na utofauti. Bwana Yesu asifiwe. The God of your father. Hamani amepanga mipango yote. Kila kitu imetayarishwa. But that day, hiyo siku alikuwa amepanga. Jehova akashuka kutoka mbinguni. Akashuka akiwa Jehova. My sister, nakwambia siku ya leo, my brother, kile Mungu anaenda kukufanyia,
Kile Jehova anakuja kufanya kwa watoto wako, kile anakuja kufanyia mzee wako, kile anakuja kufanyia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna level unaenda kuinuliwa. There is a level unaenda kuinuliwa. Unaondolewa level moja, unapelekwa level ingine. Unaondolewa mahali umekaa, unapelekwa level ingine, unapelekwa level ingine. Sema I receive it. I receive it. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo si ya watu wako Jesus. Na kama unaamini sema I receive it. I receive it. Simama kwa miguu yako, kwa sababu kuna mambo Mungu anakuja kufanya. Kuna jambo Mungu anakuja kukufanyia. Kuna mambo Mungu anakuja kukufanyia. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. God is coming to do something new. Yes. He is coming to do something new. Yeah. Na maisha yako lazima yatabadilika. Oh yes. Kwa sababu ni Mungu mwema na mwaminifu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mipango imepangwa like the God of your father. Ndio. My sister, my brother, ukitoka hapa leo siku ya leo, Ndio. unaenda kutoka na the God of your father. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uko hapo na hujaokoka, inua mikono yako juu, useme Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. kuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakiri siku ya leo, Nakiri siku ya leo makosa yangu yote. makosa yangu yote. Andika jina langu Andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. katika kitabu cha uzima wa milele. Ninakiri ya kwamba Nakiri ya kwamba Yesu Kristo Yesu Kristo ni Mwokozi na Bwana wa maisha yangu. ni Mwokozi na Bwana wa maisha yangu. Tukuombee. Baba, katika jina la Yesu, Yes. tunakushukuru kwa sababu ya wale wote ambao wamekiri na wameamini siku ya leo. Ndio. Tunaomba Bwana ukawadumisha katika wema wako na wokovu wako. Yes. Wainue na neema yako ikatembea pamoja na wao. Yes. Wabariki na uwatende mema kwa sababu ya uaminifu wako. Ndio. Tunaomba hilo neno lifanye kazi juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Ndio. Lizae matunda mazuri kwa sababu ya uaminifu wako. Oh yes. Katika jina la Kristo, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini. Amen. Patia Bwana Yesu makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Thank you, thank you, thank you. Haya. Pigia Reverend Mathenge makofi mazuri mazuri mazuri. Haya haya.